Majina yangu ni Mama Afuya Priska Tuchi. Nashukuru Mungu katika kanisa hili muda mrefu, mwezi mmoja umepita. Shuhuda wangu ni kwamba mwaka jana nilikuja hapa na nikakuja huduma on Tuesday. Na I was to undergo an operation. Na apostle akaniombea, akaniuliza, "Are you ready for the operation ama Bwana atende?" Nikamwambia nataka kushikilia imani ili Bwana akaweze kunitenda sawia na mapenzi yake. Nilipoenda sikufanyiwa operation, but niliambiwa nimeze dawa for 96 days. After the 96 days, the operation was cancelled and I'm here from last year September up to now. Sijameza dawa tena. Bwana ameniweka, sikufanyiwa operation, and then the women disappeared. I'm happy for the Lord. Bwana awabariki na Bwana awatende mambo mazuri. Tupigie Yesu mambo mazuri. Nisikia swali lako, nilimuuliza swali rahisi. Yeye kama ako tayari kwa operation au anataka Mungu atende. Unajua kama mtu anataka operation na muombeanga aende operation. Haleluya. Kama anataka kujaribu Mungu atende, unaombanga Mungu atende. Haleluya. Sio na Mungu akatenda. Sisi tupigie Mungu mambo mazuri. Tupigie hiyo Mungu mambo mazuri. Tunaomba wako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Mary Mugore, nimeokoka. Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Mimi kuna moja nilikuwa nayo na ilikuwa imekaa kitu 9 years. Na sikuwa iambia apostle. So ile siku yenye alifungua huduma nikakuja nikamwelezea. Akaniambia nimpigie, nikasema sitampigia hiyo siku jioni, nitampigia Wednesday. Nikampigia, akaniambia kama niko kwa nyumba nichukue maji na glass, tukaombea. Vile tuliombea, nikakunywa hiyo maji. Sasa nikangojea, nikaona kumbe ile shida iliisha. Asubuhi kuamka angaze, hiyo shida ilikuwa imeisha kabisa. Na nilikuwa na shida ya choo yangu kumba, nilikuwa naenda damu. Hiyo shida iliisha kabisa. Yesu kama nzuri. Sasa yeye alikuwa amekaa na hiyo ndio shida mnapoanga nayo. Unaweza kaa na kitu umejinyamashia. Bwana asifiwe. Wewe unaweza kaa usinyamaze. Funguka roho. Bwana asifiwe. Juu ukifunguka roho, mimi alikuwa nadhania mambo mengi. Kumbe ni Mungu atabariki tu ile maji uko nayo kwa nyumba. Ile maji tu uko nayo kwa nyumba. Hiyo kitu tu uko nacho. Ndicho Mungu atabariki kitu hiki. Ambia mwenzako si kitu kingine, ni hiyo kitu. Hata huyo mzee utabadilishiwa. Haleluya. Si mzee ni huyo mzee tutaombea abadilike, awe mzee mzuri, awe anakutunza vizuri katika jina la Yesu. Haleluya. Sio kitu utabadilisha. Ndio ukianza kubadilisha bibi, si utaendelea kubadilisha mpaka kumaliza wote. Si bibi pia mwenzako, si bibi utabadilisha. Kama wewe karibu na mwanao mwambie, si bibi utabadilisha. Ni huyo bibi ataombewa. Apate kibali. Hata wale watu wenu wanamchukia wampende katika jina la Yesu. Haleluya. Endelea. Kisa ingine, hii mguu ilikuwa inaniumia kuanzia hapa kurudi hivi. Tuliomba na pastor akaniuliza kama niko na anointing kwa nyumba, kamwambia ndio, kaombea hiyo anointing nikajipaka. Kuanzia hiyo siku mguu hiyo shida kabisa hata leo. Yesu Bwana asifiwe. Shida yenu ni kwamba hamuelewani. Maandiko yanasema ya kwamba kupitia mafuta nira huvujika, mafuta ambayo imeteuliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. So usidharau mafuta. Si kwamba mafuta tunaiombeanga kwa nini? Tunaiombeanga kwa maana ni maandiko. Na maandiko yanasema kwenye kitabu ya James ya kwamba mtu aliye mgonjwa aite wasee waombee na kumpaka mafuta. Unajua huwezi badilisha maandiko. Haleluya. So ni vizuri tuwe tunaombea mafuta. Bwana asifiwe. Hata nikikuita siku tunabarikisha mafuta, hakikisha umekuja na ili kuwe na mwelekeo mzuri. Endelea kuzadi. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Sara Shri, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi Sunday
nimekuwa mgonjwa, lakini sikuwahi ambia baba. Kuna vitu zingine unawateka unasikia aibu kusema. Bwana asifiwe. Wenye Apostle akasema wale wote wagonjwa wakuje. Mimi nimekuwa na kaufube mahali, kauvibe mahali. Mimi sikuwahi sema, hata bwana yangu sijawahi mwambia. Nilikuwa nasikia tu aibu. Lakini venye tuliomba na baba, mimi nikasikia kama ni moto. Nachomeka, nikasikia moto imekuwa mingi, nikakaa chini. Bwana asifiwe. Lakini from Sunday venye nilienda home, nilikaa 3 days, nasikia kauchungu kanaisha, kanakuja kanaisha. But on Wednesday uvimbe kaisha, misisikii uchungu na Tupigie Yesu makofi mazuri. Hiyo tumeitana operation ya Roho wa Bwana. So wakati umesikia tumeitana hapa, tunaombea wagonjwa. Hata si lazima ukisikia ninawaombea wote kiujumla. Si lazima usije ukitangaza shida yako. Wewe amini, amini. Nguvu za Mungu na Mungu aliyekuumba anajua shida yako zaidi. Bwana asifiwe. So si lazima hata nikuombee kivyako. Bwana asifiwe. Naweza kuwa ninaita wale watu wako na shida fulani, ninawaombea. Tokea kwa imani. Tokea kwa nini? Kwa nini mtu hutokea? Ni hatua ya imani. Ndio sababu mtu huwa anatokea. Amen. Pia mtoto wangu alikuwa mgonjwa, nilifika home nikaambia usiachilia malaika wa uponyaji, hata huyu mtoto amepona. After 2 days mtoto kuna kitu zilikuwa zinamea kwa mapua na inamzuia saa zingine